huyu ndo msanii wangu mwenye mkwanja mrefu WCB. Na naweza nikasema katika wasanii wangu ulikopo WCB usanii mwenye hela Harmonize. Unafikiri ni wangapi kwenye wasanii wenye mkwanja mrefu zaidi Bongo? Unavyofikiri wewe, unashika nafasi ya ngapi? Mimi sijui, lakini nafasi ya kwanza Diamond. Hiyo ufe ufufuke kama utaki jamba Diamond. Na kitoka kitoka usijui, watu wana hela ujue bro. Watu wana hela, watu wanafanya. Hiyo kwa mujibu wako though ya? Yeah, mimi kwa mujibu wangu naona ni Diamond. Wengine sijui. Wewe unajiona kama wangapi sasa kwenye hiyo list? Sio wa 100 na ngapi. Kwanza listen to this one. The CEO mwenyewe anajivunia huyu ndo msanii wangu mwenye mkwanja mrefu WCB. Na naweza nikasema katika wasanii wangu ulikopo WCB usanii mwenye hela Harmonize. Katika wasanii wangu ulikopo WCB Harmonize ana riziki kubwa. Muziki wake umekutana na mzungu, umefanya nini na riziki na mawe fresh tu. Kwa hiyo bro mkwanja mrefu sana. Sitaki kujibu bana, kashaweza kila kitu. Yes, kwanza kuwa na mkwanja mrefu kwako, how do you feel man? Ni kitu kizuri, lakini pia kwa namna moja nyingine sio kitu kizuri kukaa katika media na kusema wewe una pesa, kwa sababu tambua kwamba muziki tunaimbia watu ambao wako mtaani, ataenda kula yao ni ya shida, alafu pia sisi tumetoka huko. So kwa namna moja nyingine inapunguza mashabiki. Unaona, kwa sababu kwa namna moja nyingine mtu anaweza kutafsiri kwa unajigamba. Mimi sina pesa hizo, lakini kidogo ninachopata Mwenyezi Mungu anijalia, nashukuru Mungu kinanitosha na familia yangu na vitu kama hivyo. Mimi nafanya show, mimi ni msanii. Hapa nazungumza na wewe na show tarehe 5 Kenya. Oh yeah. Mbona bana nimelipa $10,000. Oh yeah. $10,000 ni milioni 20 hiyo bro. Na kitu ya. Yes kabisa. Na show nafanya Mwanza Roxy Mall pale nje kwenye parking pale. Pia tunafanya na Jembe FM. Tunafanya pale. Kwa hizo ni show pia. Lakini pia mwezi wa 8 na tour yangu Marekani. Sikuona moja ama nyingine napata riziki. Lakini pia muziki ni chanzo cha kufanya wewe kukutana na watu tofauti. Lakini wale watu ambao unakutana nao kwa namna moja nyingine wanakupa michongo. Wanakupa michongo ya kuingiza pesa na vitu kama hivyo. Lakini ukiacha tu hivyo, YouTube account yangu mimi, kuanzia mwaka 2016 mpaka leo inazungumza naye. Mimi kwenye YouTube account yangu nimeingiza milioni 270 kuanzia mwaka 2016 mpaka leo. Imagine. Ina maana kila mwaka naingiza sio chini ya milioni ngapi? Milioni 60. Sasa kwangu mimi bado kijana mdogo, nikizibudget vizuri, kama una akili smart, una akili nzuri, zinatosha. Unabadilisha gari, unabadilisha ulopanga zamani, unapanga papya. Kwa mtu akikuona kwa moja nyingine na inaonekana hivyo kwamba hivyo kuna riziki unazipata. Na sio nazipata riziki, na nashukuru Mungu pia.